tukitumia pesa ya serikali milioni 850 kuunganisha watu wa Nyeri kwa stima, kwa sababu nataka tuhakikishe ya kwamba tunapunguza giza ama tunaondoa giza, mupate stima, muweze kuhakikisha kwamba tunaongeza mwangaza ili sehemu hii yenu tuambatane na sehemu zingine za Kenya tukienda mbele. Leo hiyo mradi imeanza hapa Nyeri na tutafika katika kila kijiji, na nimeongea na wabunge wenu. Kila mjumbe atatueleza ni kijiji gani haijapata stima, ndio tupeleke stima na huko. Nyinyi waheshimiwa wote mujipange ili tuhakikishe ya kwamba wakati tunaunganisha stima Kenya, tunaunganisha stima watu wa Nyeri, wakiwemo watu wa Kieni hapa. Nego kanatiguo. Tunaelewana? Na mimi nataka nikwambie Alex, wewe Alex bwana Wachira, usikie vizuri. Mbali na hiyo milioni 800, kuna mpango ingine nimepanga hapo. Kwa hiyo mpango ingine tumepanga, nimeongeza milioni 550 ya kukuja Nyeri County. Wewe Alex utafuata vizuri ili wananchi wa hapa tuwahakikishie, kwa sababu wao wametupatia kazi ya kusukuma mambo ya maendeleo. Tuhakikisha kwamba wakati tunawakisha stima sehemu zingine za Kenya, mimi sitaki Nyeri ibaki nyuma, lazima iwe katikati ya hiyo mipango ya kupeleka Nyeri mbele na Kenya mbele. Jambo la pili, mimi nimekuja hapa kwa sababu ya mambo ya mashamba yenu. Tumekubaliana ya kwamba kila mtu awe na hati miliki ya shamba yake, na ndio sababu hiyo leo tumekuja hapa kupatiana hati miliki 1000. Niwatangazie watu wa hapa kwamba ile shida tulikuwa nayo na hizo title deeds, ile matatizo ya makesi, ile kesi zote tumezimaliza. Ile shida yote ya green card tumeimaliza. Sasa mnaweza kupokea title deeds zenu, muendelee na kazi zenu, kwa sababu ni haki ya kila Mkenya kuwe na title deed ya shamba yake. Jambo la tatu ambayo imenifanya nikafika sehemu hii ni kwa sababu ya mambo ya maendeleo ya masoko. Mimi nilisema ya kwamba soko lazima iwe katika kila sehemu, ili wamama mboga na wale wengine wote wapate mahali pazuri pa kuuza mazao yao, pa kufanya biashara yao, kwa sababu tunataka tuhakikishe ya kwamba wakulima wanapata mahali pazuri pa kuuza mali yao. Watu wa Nyeri tunaelewana? Na ndio sababu hiyo mimi nimekuja kuona soko hii yenu tunawajengea hapa. Hapa hii soko tumeweka milioni 57, na hii soko ndani ya mwezi moja itakuwa imekamilika. Wananchi waingie huko sokoni waendeshe biashara yao, na tukimaliza hii soko ndani ya mwezi moja, Kahiga Mutahi, wewe gavana wetu, wewe ndio utapanga vile wafanyabiashara wataingia pale sokoni, na uanze na wale wananchi ambao walikuwa pale wawe mstari ya mbele. Vile vile nimekubaliana na Waziri Alice Wahome ya kwamba Endarasha pia tunajenga soko ingine kubwa kama hii. Pia tunajenga soko ingine Marikiti pale Nyeri Town. Pia tunajenga soko ingine kubwa ya milioni 300 kule Odhaya. Pia tunasenga soko ingine 8 hapa Nyeri. Tuhakikishe ya kwamba market infrastructure ambayo itasaidia wafanyabiashara katika biashara zao sokoni, watusaidie vile vile kutafuta soko ya mazao ya wakulima wetu, ili wakulima wakizalisha vyakula tuwe na mahali ya kuuza hiyo vyakula, tuwe na chakula ya kutosha Kenya, biashara iendelee, tuzalishe uchumi, tuondoe njaa, Kenya isonge mbele. Watu wa Narumoro tunakubaliana jameni? Jambo la tatu, mimi nilikubaliana na nyinyi. Saa hizi nimetoka kule Nanyuki. Kule Nanyuki tumejenga nyumba za affordable housing, karibu zinakamilika.
yetu ya hapa Kieni imechelewa kidogo, lakini sasa tumefanya procurement. Mjumbe wenu Bwana Chieni ametuambia kuna shamba ya public works hapa iko shamba ya public works. Hiyo shamba ya public works tunaweka nyumba 1000, na hiyo nyumba 1000 kwanza itapanga ajira ya hawa vijana. Nyinyi vijana wa hapa na Rumoru muko tayari? Vijana muko tayari? Sikiza my friends. Hiyo mahali tunakuja kujenga nyumba 1000. Tunahitaji zaidi ya vijana 2000 wa kufanya kazi pale. Tunahitaji mtu ambaye ni fundi, tunahitaji plumber, tunahitaji mason, tunahitaji carpenter, tunahitaji electrician, tunahitaji mtu ya mkono, tunahitaji mtu mwingine. Sasa wewe mtu hapa na Rumoru, mtajipanga na hiyo kazi ama mtajipanga namna gani? Muko tayari kwa hiyo kazi? Si ndio? Kwa hivyo mjipange hiyo program. Waziri Alice Wahome yuko hapa, ndio mwenye kupanga hiyo kazi, na PS wake Bwana Hinga yuko hapa, wanapanga hiyo kazi, na mimi nitarudi hapa wakati hiyo kazi itakuwa imeanza kamili. Mimi nitakuja hapa kuisukuma, kwa sababu tumesema miji yetu katika taifa la Kenya isiwe na vitongoji duni ama ile inaitwa slums. Tuwe na modern cities, mahali wananchi wanaishi, mahali kuna usafi, mahali kuna stima, mahali kuna maji, ndio Kenya iweze kusonga mbele. Na Rumoru tumekubaliana. Jambo la ine, mimi nimekuja hapa leo Nyeri, ni maneno yenu ya barabara. Muliniambia ya kwamba barabara za Maumau zijengwe. Ni kweli ama si kweli? Muliniambia barabara zile zingine zote zijengwe. Tumekuwa na hali ngumu kwa miaka miwili kwa sababu ya mambo ya uchumi. Lakini sasa mimi nimekuja kuwatangazia ile uchumi tumeifanya ukarabati, sasa tumeidhibiti. Dola mnaona imetoka 160 mpaka 128, 129. Inflation imekuja chini from 9% mpaka 3%. Sasa uchumi ya Kenya iko imara. Mambo ya barabara sasa tutaendelea na kujenga, kwa sababu barabara inatusaidia tuwe na uchukuzi, tuwe na usafiri, ndio biashara iendelee, kilimo iendelee, ndio Kenya iweze kusonga mbele. Tumekubaliana jameni? Hii wiki tumetoa milioni 800. Mimi najua hapa tuko na barabara ile inaitwa barabara ya U, ama inaitwa U, inaenda wapi U? Inaitwa nini hiyo barabara? U Road. Hiyo barabara ya U Road ilikuwa imekwama, inatembea polepole. Sasa nimepatia contractor pesa na nitamkaza akamilishe hiyo barabara. Barabara ya Endarasha namna hiyo tumepangana na huyo contractor vile vile. Na zile barabara zingine zote ambazo zimekwama sehemu hii, sasa tumepata pesa ya kusukuma hizo barabara, ndio Kenya iweze kusonga mbele wakati tunasongesha mambo ya maendeleo mbele. Tumekubaliana watu wa Rumoru? Vile vile mimi niliwaeleza ya kwamba tutakuwa na mfumo mpya wa mambo ya matibabu. Ile NHIF ya zamani ilikuwa inashughulikia watu wenye ajira na watu wenye uwezo, lakini nimesema tunataka bima ya afya ambayo itashughulikia kila Mkenya bila ya kujali kama ako na kazi na asiwe na kazi, ama ako na uwezo asiwe na uwezo. Na tumesema hii bima mpya ya SHA sasa itashughulikia kila mtu. Mwenye ako na uwezo atalipa kulingana na uwezo wake. Kuna mwenye atalipa 1500, mwingine atalipa 200, mwingine atalipa 100. Lakini wewe mwananchi wa kawaida ambaye huna uwezo yeyote, sisi kama serikali ya Kenya tutakulipia. Ndio tuhakikishe hakuna Mkenya anaenda hospitali ananyimwa matibabu kwa sababu hana pesa. Nego kana tiguo. Tunaelewana? Watu wa Rumoru tunaelewana? Mnasema tushirikiane? Muliniambia nipange mambo ya kilimo vizuri. Bei ya mbolea ilikuwa 1700, sasa hizi ni 2500. Bei ya maneno ya chai nimepunguza gharama ya mbolea mpaka 2500. Maneno ya kahawa hivyo hivyo. Maneno ya miwa hivyo hivyo. Kwa sababu hakuna vile tunaweza kuwa taifa huru
kama hatuwezi kujilisha kama taifa. And that is why mulikuwa mnaona pale nyuma miaka miwili iliyopita watu walikuwa wanabeba sufuria kule Nairobi ati iko unga kwa kichwa. Lakini kwa sababu tumepanga kilimo, tumetoa mbolea ya kutosha, tumezalisha chakula ya kutosha, sasa Kenya hii iko na chakula ya kutosha na Kenya inasonga mbele. Muliniambia nipange mambo ya kahawa. Tulikuwa na matatizo makubwa kwa mambo ya kahawa. Brokers na cartels walikuwa wamejazana huko, wanahangaisha wakulima. Mtu mmoja alikuwa ni mkulima, yeye pia ni broker, yeye pia ni mila, yeye pia ni mnunuzi. Sasa tumepanga hiyo maneno, tumeondoa hiyo program ambayo ilikuwa inaharibu biashara ya wakulima. Bei ya kahawa leo Kenya, average ya bei ya kahawa imefika shilingi 110, 120, kutoka shilingi 50, shilingi 60, kwa sababu tumeweka usimamizi ambayo inaondoa ukora ambayo ilikuwa ndani ya mambo ya kahawa. Na mwaka huu tunaweka pesa ya kuongeza miche, seedlings ya kahawa milioni 20 kila mwaka, kwa sababu mpango yetu ni kuhakikisha ya kwamba vile tunapata mapato zaidi ya bilioni 200 kwa chai, tunataka vile vile kahawa ifike hata nusu trilioni every year, kwa sababu inawezekana kama kuna usimamizi wa sawasawa. Tumekubaliana na Romoro? Neguo kana tiguo? Neturaigwethania kabisa. Ndio mimi nimekuja hapa. Na mimi nitakuwa hapa leo, mimi nitakuwa hapa kesho, mimi nitakuwa kesho kutwa, mimi niko area. Si namna hiyo? Mpaka tunyoroshe hii kazi yote mpaka ikae laini sawa sawa. Tumeelewana? Na nyinyi msikuwe na wasiwasi. Hii serikali, mimi nauliza nyinyi watu wa Narumoru, hii serikali iliundwa na kura ya nani? Si iliundwa na kura yenu? Hii serikali ni kweli ama si kweli? Hii serikali, niulize tena, hii serikali iliundwa na kura ya nani? Si iliundwa na kura yenu? Kwani nyinyi mnafikiri mimi ni wazimu nikasahau nani alinisaidia kuunda hii serikali? Nataka mnisikie vizuri, watu wa Narumoru, si ndio? Na mimi si mlevi, mimi sikunywangi pombe, na mimi si mtu ya kuchanganyikiwa. I know what I'm doing. Tunaelewana? Na mimi nitahakikisha ile kazi mlinipatia ya kuhakikisha kwamba tunasimamia masomo ya watoto wetu, ile ya kilimo, ile ya maendeleo ya barabara na stima na hiyo ingine, nitahakikisha ya kwamba hiyo kazi inafanyika. Na ikiharibika ya Nyeri hii, mniulize mimi. Nyinyi mnanielewa jameni? Yes, mniulize. Si baada ya miaka 5 nyinyi ndio wenye mtasahihisha maneno? Si kama MCA hajafanya, si mtampeleka nyumbani? Si mjumbe kama hajafanya, si mnajua vile ya kumfanyia? Si senator asipofanya, si mnajua vile ya kumfanyia? Si hata huyu Mutai asipofanya, si mnajua vile mtamfanyia? Kwani nyinyi hamjui ya kwamba hata mimi najua kuna kile kitu mimi nisipofanya, mimi najua vile mtafanya? Ni mnanielewa? Kwa hivyo hiyo kazi mmenipatia, mtafanya na bidii, mtashangaa. Hiyo barabara mmeniambia nijenge, nitajenga mpaka mtashangaa. Stima nitafanya hivyo, hiyo ingine nitafanya hivyo. Ile mimi siwezi kufanya ni fitina na mambo ingine ya watu wengine huko kando. That one mimi sitaki. Sijui kama tunaelewana. Mimi nauliza nyinyi watu wa hapa Narumoru, wakati mlinipatia kazi, nyinyi ndio mlinipatia kazi ya rais? Si mliniambia niende nipange barabara na stima na maji na nisaidie watoto wasome vizuri na nihakikisha kwamba soko imejengwa na biashara imeendelea na kahawa iko sawa sawa na chai iko sawa sawa na maziwa iko sawa sawa? Si nyinyi ndio mtasahihisha mtihani hiyo baada ya miaka hii 5? Mimi niko tayari kwa hiyo mtihani, tukutane kwa mtihani siku hiyo. Ama namna gani watu wa Narumoru? Neguo kana tiguo? Tunaelewana? Na mimi nimesema hivi, nyinyi mnaona hapa niko na waziri Mutahi Kagwe, si ndio? Si huyu Mutahi Kagwe sasa ndio waziri wetu wa mambo ya kilimo? Si yeye ndiye ananisaidia kupanga mambo ya maziwa?
na kunisaidia kupanga mambo ya kahawa na kunisaidia kupanga mambo ya mbolea, huyu waziri huyu, si ndio? Huyu waziri Mutahi Kagwe, si ni kweli? Mimi nawauliza, si pale kwa uchaguzi tulikuwa pande tofauti na huyu Mutahi Kagwe? Lakini mimi nimesema kama kiongozi wa taifa la Kenya, kazi yangu ni kuunganisha Wakenya wote kutoka mirengo yote, ndio ili tushughulike na maendeleo ya taifa letu la Kenya, kwa sababu maendeleo ya taifa letu la Kenya ni ya muhimu kuliko mirengo ya chama ama kuliko tofauti za viongozi. Na ndio sababu hiyo huyu Mutahi Kagwe leo tunafanya pamoja, wale wengine hata walikuwa upinzani tunafanya pamoja, kwa sababu ya kuunganisha taifa, ndio tuweze kushughulika na mambo ya maendeleo bila ya kisirani, bila ya ugomvi, bila ya chuki, bila ya ukabila na bila ya kuwagawanya Wakenya. Mimi nawauliza nyinyi watu wa Narumoru, mnataka tuendelee kugawana ama tuungane tufanye maendeleo pamoja? Mnasema tuungane, tushirikiane na huyu Mutahi Kagwe na wengine? Wale wanasema tuungane, nione kwa mkono. Bas, hiyo ndio maneno ambayo ningependa tuseme. Wacha nichukue nafasi hii. Wacha nianze na huyu waziri. Wacha nianze